Praise God. Bwana Yesu apewe sifa na utukufu na heshima. Ni mwaminifu Mungu wetu na uweza wake ni wa ajabu. Rehema zake zinadumu milele. Ninamshukuru Bwana kwa sababu ya jioni njema ya leo ambayo ningetaka tushiriki neno la Bwana pamoja na wewe ama wakati huu popote ulipo katika dunia hii yote, na ninaamini ya kwamba tutaweza kujengeka na hata kubarikiwa na neno la Bwana, kwa maana Mungu ni mwaminifu sana. Na neno letu ni kuhusu kumjua Mungu. Na ukishajua Mungu na ukishamuelewa vizuri, maisha yako lazima yatakuwa rahisi sana. Na kuna watu wengi ambao wana maisha magumu sana, kwa maana walipoingia katika dunia hii hawakuweza kujipeana mbele za mikono ya Mungu, hawakujiachilia kwake Mungu ndio aweze kuwaongoza katika njia zao na katika maisha yao, na kwa hivyo maisha yao yakawa mazito sana na magumu sana. Lakini ni vizuri sana uelewe ya kwamba Mungu wetu anakupenda na pia anakujali. Majina yangu ni Bishop Francis Muiruri, mimi ambaye ninashare neno la Bwana pamoja na wewe, na ninahudumu na kanisa linaitwa Holiness of Christ Ministry Kiambu Thendigua, na ninaamini ya kwamba tutazidi kubarikiwa. Nimesema ya kwamba neno ni tumjue sana Mungu. Na wakati ambao unajua Mungu, kujua Mungu ni kusema ya kwamba unaelewa yeye ni nani, kazi zake ni gani, na anaweza fanya nini katika maisha yako, na uweze kujuana na yeye vizuri, ya kwamba anaweza akaingililia maisha yako na kuweza kuyafanya maisha yako kuwa mazuri, na kuweza kuingilia haja zako na kuwa msaada wako katika area zote za maisha yako. Na kuna neno ambalo liko katika kitabu cha Job, na Job ni 22 na verse 21 ndio tutaanza nayo, na ninaamini ya kwamba utazidi kubarikiwa. Neno la Mungu linasema ya kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Mjue sana Mungu ndio uwe na amani, na ndio mambo mema yatakavyokuja katika maisha yako. Wakati ambao Ayubu anasema tumjue sana Mungu na tumjue vyema Mungu ndio tuwe na kitu inaitwa amani, ni kwa sababu alikuwa katika hii dunia na alikuwa na mambo mengi sana. Tunakumbuka ya kwamba Job alikuwa ni mtu mmoja tajiri sana, mtu ambaye amebarikiwa na Mungu, mtu ambaye alikuwa ameinuliwa katika area nyingi za maisha yake, na alikuwa mtu ambaye hana ubaya na mtu, alikuwa ni mtu mcha Mungu, na alikuwa ni mtu ambaye ametembea na Mungu kwa muda, na kwa hivyo alikuwa anajua Mungu, ile kazi ambayo anafanya kwa wale watu ambao wanamjua. Kwa hivyo anasema ya kwamba ukishamjua Mungu vizuri, ukishajuana na Mungu vizuri, utakuwa na kitu kinaitwa amani. Na kitu ambacho kimesumbua watu katika ulimwengu huu ni kitu kinaitwa amani. Watu wana mali nyingi sana, lakini hawana amani, na hata wale wengine ambao hawana mali hawana amani. Watu wana mashamba lakini hawana amani. Watu wana watoto lakini hawana amani. Watu wamebarikiwa, labda ni mchungaji ako na kanisa, ni kanisa nzuri, ni kanisa kubwa, lakini ndani mwake hakuna amani. Kwa sababu ya nini? Huyu mtu kuna area fulani hajafika kwa level ya kumjua Mungu. Unapomjua Mungu ni kusema ya kwamba unaelewa nguvu zake, na unaelewa uweza wake, unaelewa vile anaweza akafanya, unaelewa vile alishafanya kwa watu wengine. Kwa hivyo kumjua Mungu ni kujua ya kwamba wakati Mungu alitembea na Noa kulifanyika namna gani. Ni kujua ya kwamba Mungu hata kuachilia katika matatizo, katika shida zako. Mungu lazima atasimama na wewe, na ni lazima atakutetea. Wakati ambao Noa gharika ilikuja duniani, Mungu alimwambia Noa kabla gharika haijakuja ya kwamba Noa, watu wote wamekuwa wenye dhambi,
watu wamekaidi amri zangu, wamefanya mambo ya machukizo mbele zangu. Akamwambia Noa ya kwamba, lakini Noa, wewe umepata favor, umepata kibali mbele ya macho yangu, kwa sababu Noa alikuwa anatembea kwa njia za Mungu, alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu, na kwa hivyo Mungu naye akajua ya kwamba hata kama nitafanya mambo katika dunia hii na mambo ambayo yatakayoathiri vitu vyote, nitamkomboa Noa, nitamuokoa Noa tokana na haya matatizo ama uharibifu utakaokuja duniani. Kwa hivyo Mungu akamwambia Noa kile atakachofanya ili wakati wa mabaya asije akajipata pale ndani. Mtu wa Mungu, unapojuana na Mungu, faida moja utakayoipata ni hii ya kwamba wakati wa mabaya Mungu atakuwa amekutengenezea kajia ka kutokea. Mungu atakuwa amekutengenezea njia ya kutokea kwenye matatizo yako, njia ya kutokea kwenye shida zako, maana yeye ni mwaminifu na hata muacha mwenye haki aweze kulia, hata muacha mwenye haki na machozi lazima atakuja na kumpaguza machozi yake. Hata Daudi akasema ya kwamba kilio kinaweza kikaendelea usiku, lakini asubuhi mtu wa Mungu lazima atacheka. Kwa hivyo kumjua Mungu ni kusema ya kwamba unajua, ingawaje ninalia, Mungu ameniandalia kicheko mbele yangu. Ni kusema ya kwamba ingawaje ninapitia katika hali ngumu, ninajua ya kwamba lazima nitatokea katika hii hali. Kwa hivyo mtu wa Mungu, mahali popote ulipo katika ulimwengu huu, ningetaka ujue ya kwamba kujuana na Mungu kwako ni faida kubwa sana katika maisha yako, kutakupatia faida kubwa sana. Na mtu ambaye anamjua Mungu, huwezi ukasema unamjua Mungu na yale matendo unafanya hayajaambatana na mapenzi na mausia ya Mungu. Hauwezi ukasema ya kwamba unamjua Mungu na mienendo yako haifai, unaenda kinyume na matarajio ama na mapenzi ya Mungu, unazivuja sheria za Mungu wako, alafu unasema ya kwamba unamjua Mungu. Hapana, kwenda kanisani si kumjua Mungu, kujuana na bishop ama pasa si kumjua Mungu. Hapana, kumjua Mungu ni ushirika wako wewe na Mungu, mapatano yako wewe na Mungu. Wakati mnafanya mapatano mazuri na Mungu wako, nataka nikwambia kwamba maisha yako yatakuwa ni rahisi. Kunalo neno ambalo Mungu amenena katika ama Isaya alinena katika kitabu cha Isaya 1 and verse number 18, verse number 19, akasema ya kwamba tutakapomsikia Mungu na kumtii, tutayara mema ya nchi, tutayara mema ya nchi. Kwa hivyo wakati ambao Mungu anakuambia waachana na njia hii, waachana na matendo haya, wacha kufanya hizi dhambi, wacha kufanya haya mambo, wakati ambao unasikia na kutii, naye Mungu anakutengenezea njia ya kuyara mema ya nchi. Na mema ya nchi ni nini? Mema ya nchi ni mambo mengi sana. Kuna majumba mazuri Mungu anapatia mtu, watu wanatembelea magari mazuri, watu wanatembelea afya nzuri. Mungu anahakikisha ya kwamba mambo yako yako sawa. Mungu anaangalia akaunti zako, Mungu anaangalia mapato yako. Ukikaa vizuri na Mungu, hata pesa zenyewe zitakutafuta. Kuna watu wamekaa vizuri na Mungu na wao kuna mambo ambayo wengine wanatafuta, lakini wao hawayatafuti, yanawatafuta wenyewe. Pesa inakutafuta mahali upo. Ni watu wengi sana wanatafutana na pesa, lakini pesa imewapotea. Pesa inawasikia, inaenda pande hii. Ukienda south, pesa inaenda east. Ukienda east, pesa inaenda north. Kwa hivyo mnakuwa katika makimbizano na uwezi ukazipata. Lakini ukijuana na Mungu vizuri, ukitii sauti ya Bwana, ukifanya kama vile Mungu asemavyo, nataka nikwambia kwamba maisha yako lazima yatakuwa rahisi na yatakuwa mazuri, maana kazi ya Mungu itakuwa ni kukutafutia mema ya nchi. Kwa hivyo rafiki yangu, mahali popote ambapo unafuatilia hili neno, ukiwa ndani ya nchi hii ama katika nchi zote za dunia hii, nataka nikwambia kwamba ukiweza kumheshimu Mungu na ukiweza kukaa vizuri katika njia za Mungu, maisha haya Mungu atakurahisishia.
maana hamna shimo ambayo Mungu hawezi akamtoa mwenye haki wake. Tunamwangalia mtu kama Daniel, watu wanainuka kinyume na yeye, wanapanga mipango mibaya kinyume na yeye, mpaka anarushwa kwenye tundu la shima. Lakini si Mungu alifunga makano ya shima, si Mungu alikataza yale mashima kumlalua Danieli. Kwa sababu ya nini? Alikuwa ni mwenye haki, alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtu ambaye anatii sheria za Bwana, alikuwa ni mtu ambaye anaenenda kulingana na mapenzi na mausia ya Bwana. Naye Mungu akajua ya kwamba nami siku ya taabu nitakuokoa, ili ijulikane ya kwamba wewe ni mtu ambaye tuna ushirikiano na wewe. Nataka nikuambie, watu walishangaa katika nchi ya Babylon wakati waliona ya kwamba mtu amewekwa ndani ya shimo ama tundu la simba na amelala pale, na simba hawakumlalua, simba hawakumla. Walishangaa sana. Vivyo ndivyo watu watakavyoshangaa kwa ajili ya maisha yako. Ninajua ya kwamba hakuna mtu ambaye hana maadui duniani. Hakuna mtu ambaye hana watu ambao wanamuwazia mabaya. Hakuna mtu ambaye hana watu ambao wanamuwazia mambo labda ya kummaliza, ya kumweka chini, yaani wakutoe mahali ulipo wakupeleke mpaka chini. Hakuna mahali ambapo hakuna adui ambaye labda anafikiria vile biashara yako inaweza ikaanguka, unaweza ukafilisika. Kuna mtu mahali anakuwazia mabaya. Dunia hii imejaa wachawi, watu ambao wanatumia nguvu za giza ili waone ya kwamba hutafanikiwa katika maisha. My friend, kama utamjua Mungu sana, uchawi wao, uganga wao hautakuwa na nafasi juu ya maisha yako. Maandiko yanasema katika kitabu cha Hesabu ama Numbers, ukitaka Numbers 23:23, hakuna uchawi wala uganga juu ya Yakobo, juu ya Israeli. Hakuna uchawi wala uganga. My friend, hata kama wachawi wako hawatakutisha, hawatakusumbua mawazo, utalala salama, kwa maana Bible inasema ya kwamba utakuwa na amani nyingi. Hakuna mtu atakayekuwa anakustua. Ni kwa maana Mungu atakuwa furaha yako, atakuwa ulinzi wako. Anasema ya kwamba atakuweka chini ya mabawa yake, atakufunika. Kwa hivyo kila wakati unajua ya kwamba mimi ninatembea nikiwa nimefunikwa na mabawa ya Mungu, niko pale kwenye mabawa ya Mungu. Kwa hivyo hakuna ubaya utakao kukaribia mtu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba mabaya yatawapata watu duniani, na wataanguka 1000 pande hii na wengine waanguke 10,000 pande ile nyingine. Lakini Biblia inasema ya kwamba wewe hakuna ubaya utakao kukaribia. Kwa sababu ya nini? Unakaa kwenye uvuli wa Mwenyezi. My friend, popote ulipo, ukitaka maisha yako yawe rahisi, ukitaka miaka yako isiende sana kabla hujapokea kile unahitaji, wacha Mungu akuone mara nyingi kwake. Wacha uonekane kwa Mungu ukiyafanya mapenzi yake. Wacha Mungu akuone ukiomba, ukishukuru, ukimwimbia, ukimuinua, ukitoa sacrifice zako, ukitoa sadaka zako, ukitoa fungu zako za 10, na ili naye Mungu akakuinue level ya juu. Mahali popote ambapo neno hili linakufikia ukiwa, nataka nikuambie, katika hii dunia unaweza ukaishi maisha rahisi sana, unaweza ukarahisishiwa mambo. Maisha ni magumu watu wakisema, lakini kwa wale wamchaye Mungu maisha ni rahisi, kwa sababu Mungu yeye anawashughulikia. Hakuna kitu kizuri duniani kama kushughulikiwa na mkono wa Jehova. Hakuna kitu kitamu duniani kama mawazo ya Mungu kukuwaza. Hakuna kitu kizuri duniani kama mipango ya Mungu kuingiana na maisha yako. My friend, yako inaweza ikagonga ukuta, lakini ya Mungu haiwezi ikagonga ukuta. Wewe unaweza ukafika mwisho, lakini Mungu wetu hawezi akafika mwisho. Kwa hivyo ningetaka nikuambia kwamba juana na Mungu, juana na Mungu mahali popote ulipo. Ingia ndani kabisa ya salvation, usikae juu juu. Ingia ndani kabisa, juana na Mungu vizuri, muelewe Mungu, soma neno lake,
fanya study vizuri, elewa jinsi Mungu anavyofanya, vile anavyokomboa watu wake kutokana na shida, ili wakati utajipata kwenye hali fulani utajua ya kwamba nikiwa katika hali hii ninajua ya kwamba Mungu wangu lazima atafanya kitu. Ayubu anasema ya kwamba anajua mteteaji wake yuko hai, na anasema ya kwamba ninajua atasimama. Ninajua mtetezi wangu yuko hai na atasimama. Katika Job 19 and verse number 25 anasema ninajua atasimama. My friend, huyu ni mtu ambaye anapitia katika hali ngumu ya maisha, lakini anajua ya kwamba kuna Mungu ambaye ataingilia hali yake na atamkomboa, atamuondoa katika yale matatizo. Anasema I know my Redeemer, najua. Haleluya. Nejoe mogorie mwana nekurugama. Mundu wa Ngai, ukijuana na Mungu vizuri, unaweza ukatangaza, unaweza ukatangazia shida zako, unaweza ukatangazia yale mambo ambayo yamekulemea ya kwamba I know katika hali hii lazima nitachomoka, maana unajua kuna mkono utanyoshwa tu na ukuchomoe mahali pale. Kuna mtu mnaelewana, kuna mfalme ambaye ana nguvu na ana uwezo na mnajuana vizuri, na kwa hivyo yule mfalme unajua ya kwamba atakuokoa, unajua ya kwamba atakukomboa, unajua ya kwamba atakutoa katika hali yako. Rafiki yangu, kuna watu ambao Yesu aliponya magonjwa. Kwa hivyo hata kama una ugonjwa mgani, si Yesu aliponya watu ugonjwa wa ukoma? Si Yesu aliponya watu magonjwa ya aina nyingi? Si kuna mama aliponywa ugonjwa wa kutokwa na damu? Sina kuna watu ambao waliponywa walikuwa vipofu wakapewa macho? Si Yesu alipatia watu ambao walikuwa na miguu akawapatia miguu? Kwa hivyo kama unajuana na yeye, unajua ya kwamba katika matatizo yangu I know ya kwamba ataingililia. Ninajua nitatoka kwenye hii hali, ninajua nitachomoka kwenye hii hali, na nitachomoka nikiwa na testimony ya kwamba Jehova amenitendea. Ninataka nikuambie, utamu wa salvation ni wokovu wa Bwana katika maisha yako. Utamu wa wokovu ni wakati utamuita Bwana na akuitike. Utamu wa wokovu ni wakati Mungu anasema ya kwamba hutahaibika, na anasimama na wewe usije ukahaibika. Utamu wa wokovu ni wakati Mungu atasema ya kwamba hata maadui wakikusunguka, hakuna silaha imeundwa kinyume chako itakayofaulu juu ya maisha yako. Huo ndio utamu wa salvation. Utamu wa salvation ni kujua ya kwamba anasema kila ulimi utakao kuinukia lazima utashindwa. Kwa hivyo hauna shida hata kama utajipata na makesi. Unajua ya kwamba Jehova atasimama na hii kesi, victory itakuwa on my side. Ni kwa maana umetembea na Mungu na unajua ya kwamba Mungu hawezi akaniachilia kwa hali kama hii. Wana wa Israeli, kuna wakati ambao walikiwa safarini, Bible inasema ya kwamba Mungu alipomuita Moses awapeleke nchi ya Kanaani, kuna mahali palifika imani ya Moses ikaenda chini, na Mungu atembei na watu ambao hawana imani. Anataka mtu ambaye anaweza akaamini. Mungu akisema kutanyesha, hata kama hakuna mawingu, unaamini ya kwamba hivyo amesema ndivyo kutakuwa, na unaanza kutangazia watu ya kwamba Jehova ameniambia kutanyesha. Saa hiyo kuna jua, saa hiyo ndio jua imekuwa kali, lakini ndio Mungu anasema ya kwamba kutanyesha. Unafaa kuamini tu hivyo, lakini si waze kumuuliza, unasema kutanyesha na hakuna mawingu, wewe ni Mungu wa aina gani? Hakuna mvua inaweza ikanyesha bila mawingu. Hapana, Mungu hataki hivyo. Mungu anataka uamini tu hivyo amesema. Aliambia dada zake Lazaro ya kwamba mkiamini ndugu yenu atafufuka. Wakaanza kusema hapana, alikufa, amekaa siku 4, ananuka, anatoa uvundo. Yesu akawaambia kwamba niliwaambia tu mkiamini. Akawaambia kazi yenu ni kuondoa jiwe. Baada ya kuamini niondoleni jiwe, hiyo kazi ingine mniachie. Wapendwa, wakati ambao tutamjua Mungu vizuri na tujue vile anavyofanya kazi, wakati ambao tutaelewa Mungu vizuri na tuelewe nguvu zake, kuna mambo haitatusumbua, kuna mambo hayatatusumbua. Dunia zima
Kuna wakati ambao tumesumbuliwa na magonjwa yalikuwa naitwa korona. Korona ikakuja, tukaambiwa wevu ya kwanza, ya pili, ya tatu, wakasema ya nne, ya tano, ya sita inakuja. Lakini angalia, imetuacha tukiwa hai, kwa maana tunajuana na Mungu wetu. My friend, ni wengi sana ambao waliathirika, lakini kuna watu ambao walisurvive. Kuna watu ambao wanaitwa corona survivors. Ni kwa maana walitembea na Mungu, walisimama vizuri, walikataa kuachilia imani yao, na wakasema ya kwamba I know my God ana uwezo wa kunilinda hata tokana na haya magonjwa. Watu walidungwa shindano, kuna wengine hawakudungwa, maana imani zao zilikataa, na wakasema ya kwamba ninajua Mungu ana uwezo wa kunilinda. Na ninataka nikuambia kwamba ukijuana na Mungu hakuna kitu kitakusumbua maishani, maana unaelewa vizuri Mungu ana uwezo wa kukulinda. Mungu ana uwezo wa kusimama na wewe. Mungu ana uwezo wa kukutetea. Mungu ana uwezo wa kupigana vita vyako. Mungu ana uwezo wa kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kutakuwa na njaa, hata wakati ambao watu wanaangamia, watu wanakufa na njaa, watu wanaisha kwa sababu ya mauzito ya maisha, wewe utasema ya kwamba sijawahi ona mwenye haki ameachwa, na sijawahi ona uzao wake ukiomba chakula. Kwa hivyo wewe utakuwa pale, imani yako ni ya kwamba Jehova hata niacha mimi nilale njaa, hata niacha mimi nikose kile ninahitaji, kwa maana yeye ndiye mchungaji wangu. Daudi anasema ya kwamba Baba ama Jehova ndiye mchungaji wangu, na mimi sitapungukiwa na chochote. Hakusema hivyo kwa sababu mashamba yake yalikuwa na chakula. Hakusema hivyo kwa sababu mifugo yake ilikuwa imezaa. Hakusema hivyo kwa sababu ya kwamba alikuwa magara yake yalikuwa yamejaa chakula. Hapana, alisema hivyo kwa sababu anajua ya kwamba Jehova anaweza akaprovide, anaweza akatumia chochote, na anaweza akayafanya maisha yake kuwa mazuri. David alikuwa amejua ya kwamba si Mungu aliwalisha wana wa Israeli jangwani. David alikuwa anajua si Mungu alitenda mambo ya ajabu kwa Elijah, si Mungu alimlisha kupitia kunguru. David alikuwa anajua huyu Mungu ninayemwamini ni Mungu ambaye matendo yake hayawezi yakalinganishwa. Kwa hivyo akasema ya kwamba na huyo ndiye nimemfanya kuwa mchungaji wangu. Nami nataka nikuulize, nani mchungaji wako? Nani huchunga maisha yako? Nani huangalia maisha yako? Nani hulinda maisha yako? Nani hutembea na wewe? Nani hukaa na wewe usiku? Nani hukaa na wewe mchana? Wakati ambao utamfanya Mungu kuwa mchungaji wako, maisha yako yatakuwa rahisi. Na nataka nikuambia kwamba ukiweza kuyafanya yale mambo ambayo Mungu anasema fanya hii na fanya hii, maisha yako yatakuwa rahisi mpaka watu watashangaa, watashindwa, kwani unakaa dunia gani? Nataka nikuambia kwamba katika nchi ya Misri, wakati ambao wana wa Israeli walienda huko, kuna mji mmoja ulikuwa unaitwa Goshen, na huo mji ulikuwa na vyote ambavyo havikuwa katika maeneo yale mengine, kwa sababu ulikaa watu wa Mungu, naye Mungu akahakikisha ya kwamba chochote wanahitaji kiko pale kwa ajili yao. Wakati wowote ukikaa vizuri na Mungu, wewe usijali vile dunia inakaa, wewe usijali vile dunia inasema. Watu saa hii wanasema ya kwamba maisha yameenda juu. Huyo Mungu naye ana uwezo wa kukuinua juu. Biblia inasema ya kwamba wakati ambao maji yaliendelea kuongezeka, safina ya Noa nayo iliendelea kuenea, ikaendelea kwenda juu. Mungu hawezi akakubali maisha yaende juu na wewe ubaki pale. Lazima Mungu atafute kajia gari ambako utapitia ili maisha yako yawe mazuri. Kwa hivyo mtu wa Mungu, popote ulipo, ningetaka nikuambie kitabu cha Job 22, chapter 22 and number 21. Mjue sana Mungu, utakuwa na amani, nayo mambo yote mema yatakuja katika maisha yako. Mjue sana Mungu, uwe na amani. Mambo yale mema unatafutanga, hayo mambo utayatafuta tena.
yatakutafuta yenyewe, na hilo ni neno la Bwana. Hata Biblia inasema ya kwamba katika Matthew 6 and verse number 33 ya kwamba utafute ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na yale mengine yote, my friend, yale mengine yote unayoyatafuta yatakufuata. Kwa hivyo Mungu ataambia kwamba umepitia hapa. Kama ni mimi Muiruri, Mungu atayambia hapa Muiruri amepitia hapa. Atayambia kwamba Bishop Muiruri amepitia hapa. Kwa hivyo mema lazima yatakuja katika maisha yangu, katika maisha yako pia. Jirahisishie maisha kwa kumjua Mungu. Jirahisishie maisha kwa kuachana na dhambi. Jirahisishie maisha kwa kusema ya kwamba kuanzia leo nimefanya maamuzi ya kwamba kile sikuwa nafanya kinachomtukuza Mungu, kinachomheshimisha Mungu, nitakifanya kuanzia leo na kuendelea. Na mwambie Mungu ya kwamba na wewe Mungu nirahisishie maisha. Chochote unahitaji Mungu anacho, na pia anajua mahali kiko. Nitamaliza na neno hili ambalo liko katika kitabu cha Isaiah 45 and verse number 3. Mungu anasema ya kwamba atakupatia hazina za gizani, utajiri ambao umefichwa gizani. Mungu atakupatia huo utajiri. My friend, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba anajua mahali utajiri umefichwa, na anasema yeye mwenyewe ndiye atakupatia. Yeye mwenyewe ndiye atauendea huko gizani, maana wewe una uwezo, hauna uwezo wa kuuendea, lakini Mungu anasema nitauendea huko gizani na nitakupatia huo utajiri. Kwa hivyo mjue sana Mungu, maisha yatakuwa rahisi, mambo yako yatakuwa mazuri, yatakuwa matamu, na maisha yako yatakuwa mazuri. Tunapomalizia mwaka wa 2023, ningetaka nikwambia kwamba fanya maamuzi mazuri, na tunapoingia 2024 fanya maamuzi mazuri ya kwamba maisha yangu kutoka leo nitafanya kile sikuwa ninafanya, na mimi ninajua ya kwamba maisha yangu ya lazima yabadilike, na uweze kusema ya kwamba tumishi wa Mungu Bishop Muiruri aliniambia maisha yangu yanaweza yakawa rahisi. Unajua wakati ambao umejiachilia kwa Mungu, sio akili zako tena zinakufanikisha, ni akili za Jehova. Ni jeshi la malaika wa Bwana linakupigania. Ni Mungu anakuitania kutoka kona zote. Ni Mungu anakutumania kutoka kona zote. Ni Mungu anaambia kunguru, pelekee mtumishi wangu Elia nyama na mkate. Na Mungu anaelewa mahali mkate upo, mahali nyama ipo. Anaelekeza kunguru mahali pale. Kwa hivyo tunapomalizia mwaka huu na tunapoingia mwaka huu mwingine, mimi ningekwambia kwamba jirahisishie maisha. Labda umeishi maisha magumu sana. Labda umeishi maisha ya kulia na kuhuzunika. Labda umeishi maisha ya kutamani na hujawahi pata kile unatamani. Labda umeomba sana na hujaona majibu ya maombi yako. Ni wakati wako wa kufanya maamuzi mazuri. Ni wakati wako wa kumwambia oh my God, ingia ndani ya moyo wangu sasa utawale. Ni wakati wako wa kuachilia Mungu mawazo yako. Ni wakati wako wa kuachilia Mungu mwili wako. Mwambie Mungu ya kwamba hata mwili huu utawale. Kwa maana kuna watu ambao ni watumwa katika mili hii. Mili hii kuna vitu inawaitisha na ni kinyume na mapenzi ya Bwana. Kuna mambo ambayo mili hii inakuambia ufanye na ni kinyume na mapenzi ya Bwana. My friend, ukitaka kufanikiwa unapata ya kwamba haufanikiwi. Wakati ambao unataka kumfuata Mungu, wachana na njia zote ambazo unajua si za kupendeza Mungu. Maana ninaweza nikakwambia kwamba Mungu anaweza akawa baraka zake anaachilia siku ya leo, lakini nawe ukawa ndio wakati ambao shetani anakutumia ama unatumika katika njia zisizofaa. Kuna wakati Mungu aliwaambia wana wa Israeli ya kwamba mliniambia ya kwamba si kuja, lakini Mungu anasema ya kwamba mimi nilikuja kwenu, lakini nilipokuja si kupata mtu. My friend, wakati Mungu alikuja kukutafuta alikupata, ama ni wakati ule ulichomoka ukapiga chochoro ya dhambi, ndio wakati ambao Mungu alichomoka. Kwa hivyo ningetaka nikwambia kwamba juana na Mungu, kaa vizuri na Jehova, kaa vizuri na Emanueli, shika njia za Mungu vizuri.
Elewa mapenzi ya Mungu, elewa sheria za Mungu ili akuunderstand. Kuna watu ambao shetani hawaelewi na Mungu hakuelewi. Ngai akeana magai nduri gwake, Saitani akeana magai ningewekwa Ngai. Leo ule wakati shetani anakuja akiwa amebeba gifti zake, anakupata labda saa hiyo ndio unaimba praise kwa kanisa, maana wewe ni mwanakwaya. Shetani anasema hey, kwa hivyo haukuagi kwangu. Leo nimeona kule huko anasema ya kwamba siwezi nikakupatia baraka kama wewe ni mwana praise huko ambako unaimba. Haya, wakati na yeye pia Mungu anapeana baraka zake, tena unapata ya kwamba ndio nawe tena uko pande ile nyingine. Labda ndio umesikia kwamba ndio umesikia kwamba ungetaka labda kuroga chupa moja ama chupa mbili, my friend. Wakati tu umeishika hiyo, malaika wa Bwana naye ameshika baraka yako, anakupata ya kwamba uko nje ya mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo unapotelewa kwa Mungu na unapotelea pande ile nyingine. Mungu baraka yako, malaika anarudi nayo, shetani naye anarudi na kipawa chake ama anarudi na gifti yake. Ningetaka nikwambia kwamba juana na Mungu, ingia deep katika salvation. Kama umeokoka, okoka vizuri. Kama unatumikia Mungu, tumikie vizuri. Utakuwa na amani na mambo mema yatakuja katika maisha yako. 2024 haitafanana na 2023, na hizi siku zimebaki. Mungu anatenda mambo ya ajabu, Mungu anatenda mambo ya kushangaza. Utamuinua Jehova na kusema surely, kama ningelijua mapema ningefanya hivi, maana utauona urahisi wa maisha. Ningetaka niombe na wewe popote ulipo, na ninaamini Jehova atatenda mambo ya ajabu katika maisha yako na atakushangaza. Baba mwema na mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo, mahali popote injili hii inafika, ninaomba ya kwamba ukamsaidia yeyote anayeifuatilia, ya kwamba maisha yake utayabadilisha na utampatia maisha rahisi. Hata kuwa na maisha magumu tena, na kile ametafuta for many years utampatia kwa urahisi, kwa maana ameshakubali kurahisishiwa maisha na wewe. Ameshakubali kutii na kumwambia shetani hapana na dunia hapana. Kwa jina la Yesu, pona wewe ambaye ni mgonjwa. Kwa jina la Yesu, pokea amani wewe ambaye hauna amani. Kwa jina la Yesu, pokea ushindi unaohitaji. Kwa jina la Yesu, pokea kile ambacho unahitaji. Na kwa hilo jina, kuanzia dakika hii na kuendelea, maisha yako yarahisike, yarahisike, yarahisike. Using'ang'ane tena, kwa maana yote mema yatakuja kwako kwa jina hilo la Yesu Kristo wa Nazareti. Uko pale na labda unasema ya kwamba Bishop Muiruri, vile nimesikia hilo neno usiniache, ningetaka uniombee niokoke, niingie kwa Yesu ndio aweze kunitendea hayo ambayo umetufundisha siku ya leo. Ningetaka urudie haya maneno, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimekubali kutubu dhambi zangu, nioshe kwa damu yako, andika jina langu katika kitabu cha uzima na ulivute katika kitabu cha mauti. Kuanzia siku ya leo nimeokoka, nimekupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunifia msalabani. Acha nikuombee ewe ambaye umempokea Yesu. Baba, katika jina lako tukufu na takatifu, naomba kwa ajili ya nafsi hii, huyu mtu ambaye ameingia katika zizi lako, akajazwe na Roho wako Mtakatifu, akaongozwe na wewe. Vita vyake Baba yangu ukapigane na ukampatie maisha rahisi, na mkomboe tokana na dunia na mambo yake yote ambayo ni kinyume cha mapenzi yako. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini, tuseme amen. Ni mimi wako Bishop Francis Muiruri wa kanisa la Holiness of Christ kule The Degwa Kiambu Road, na Mungu aweze kuendelea kukubariki mwaka wa 2024 uwe rahisi kwako, kwa maana na wewe umefanya maamuzi, na siku hizi zimebaki ziwe rahisi kwako, kwa maana umefanya uamuzi. May the Lord bless you. Shalom, shalom. Amani ya Bwana ikutoshe maishani. Amen, amen. God bless you. God bless you. Amen.